Karibu mpenzi mtazamaji wa channel hii. Ni siku ya leo ambapo tunapata nafasi ya kujifunza jambo fulani muhimu katika maisha yetu sisi tulio waamini wa Kristo au tunaomwamini Mungu, ili tuweze kuishi maisha ambayo yale ambayo tunatakiwa kuyaishi. Siku ya tajiri mada ya kusudi la Mungu kwa kila binadamu. Kusudi la Mungu kwa ajili yako ni nini? Wakati mwingine kuna mtu unajikuta unapata swali kwamba maisha yangu kusudi lake kuwepo ni nini, na unapata majibu ambayo yanakuwa wakati mwingi hayana mwafaka, kwa sababu mengi ni ya kutafakari, mengi ni ya kusikiliza kwa watu. Lakini tukitaka majibu yaliyo mazuri, Biblia inatupatia majibu yaliyo mazuri. Lakini sio Biblia peke yake, tukiangalia asili inatupatia pia majibu, kwa sababu Mungu anasema nasi pia kupitia katika asili. Lakini bado kupitia Kristo Yesu Mungu anasema nasi, maana kitabu cha Waebrania sura ya 1 na kuanzia mstari wa 1 na watatu hadi watatu kishia wa pili, inaweza kusema vema ya kwamba hapo zamani Mungu alisema nasi kupitia manabii kwa njia nyingi, lakini mwisho wa siku hizi amesema nasi kupitia mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Kwa hiyo Kristo Yesu anaweza kusema nasi kuhusu swali ambalo tunaweza kuwa nalo kuhusu Mungu. Leo tunajadili kusudi la kila mmoja. Naamini una Biblia unaweza kusoma mwenyewe, lakini nitakwenda katika lugha ya kuzungumza. Hayo mafungu mengine utaweza kuyapitia mwenyewe, lakini unaweza kuyasoma sasa, mengine mepesi na wakati mwingine unayafahamu, lakini namna ya kuyaconnect na kujua kusudi la maisha yetu sisi wanadamu au kusudi la maisha yako specifically imekuwa wakati mwingine ni changamoto. Kusudi la binadamu ni nini? Yaani kusudi la Mungu kumweka hapa binadamu ni nini? Ndilo swali ambalo binadamu anatakiwa kuanza nalo kabla ya kutafuta kujua kusudi lake binafsi. Kusudi la Mungu kumbe binadamu ni nini? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akatawale kwa mfano wetu kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wote pia, si ndio? Kwa vitu vyote vimeumbwa kutawaliwa na binadamu, lakini kabla alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu wakatawale. Maana yake mwanadamu aliumbwa kutawala, lakini kwa sura ya Mungu. Kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo vitu vyote vyoko hapa duniani vilikuwa vimewekwa chini ya binadamu, lakini binadamu alitakiwa kuvitawala. Maana kusudi lake aliloumbiwa ni kuvitawala na kuvitiisha na kuviongeza vivyote vile, lakini akiwa katika sura ya nani? Ya Mungu. Manake mwanadamu aliumbwa akiwa representation ya Mungu. Na tunapozungumzia sura, wengi wanaanza kufikiria Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura yake, mikono na miguu, macho, mdomo, meno, pua. Lakini tukiangalia Mungu alisema na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu wakatawale. Kwa hiyo utawala unategemea sura. Hautegemei umbo, unategemea sura. Kwa hiyo sasa unapokuja kumwangalia binadamu, ile sura ndio inayofanya atawale, sio umbo linalomfanya atawale. Ndio maana sasa vitu vingi hatuvitawali kwa sababu ya sura. Unaweza kukutana na simba akakukimbiza, haumtawali. Kinachokufanya umtawale sio sura, sio muonekano wa nje, ili umbo. Ni ile sura ambayo Mungu aliumba mwanadamu. Lakini hata ukisoma kitabu cha Korinto wa pili sura ya 4 nasema Kristo, asema Mungu wa dunia hii, sura ya 4 kuanzia mstari wa 4. Asema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao hata isiwazukie nuru ya Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo Yesu ndiye sura ya Mungu. Ngoja nikuonyeshe kwa nini. Tafute sisi sura yetu ambao tumeumbwa kutawala. Nitakwenda kwenye kipengele cha mtu binafsi. Tunakwenda tu taratibu hapa ili tuweze kuelewa kwa upana na kwa uzuri kabisa, upate mwafaka wa maswali yako kuhusu kusudi lako. Mwafaka, yani majibu ambayo yana mwafaka. Sasa tunaanza kama mwanadamu kwa sura ya Mungu. Sura ya Mungu ni nini? Ni mfanano wa Mungu kwa tabia. Mfano wa Mungu kwa tabia. Asili ya Mungu iliyo ndani ya binadamu. Kwa hiyo hii ndio kitu ambacho na uungu wa Mungu, nizungumzeje, niweke hii sawa. Yaani asili ya Mungu, divinity ambayo mwanadamu alipokea wakati alipoumbwa. Kwa hiyo Mungu wakati anaumba binadamu hakutokea from nowhere. Ni kweli alipewa mwili kwa sababu ya functionality za hapa duniani, si ndio? Viumbe vyote vimepewa viungo vya kufanya kazi. Wengine wana miguu 4, wengine miguu 6, wengine miguu aina kuhesabu ni kazi kama na ni nini, wale jongo wana miguu mingi. Kuna wengine hawana miguu kama makonokono.
akiwa namna. Kwa vile viungo wamepewa kwa sababu kulingana na mazingira yao wamepewa viungo kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Si ndio? Sasa sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa maana wakati Mungu anatengeneza binadamu, alimpa sura yake kwamba utaweza kutawala, lakini huwezi kutawala kwa sababu mtawala ni mimi peke yangu. Kwa hiyo hata ninavyoviumba ili uvitawale lazima nikupe kopi yangu. Maana yake nikupe sura yangu, nikupe mfanano wangu ili vitu vyote viweze kutii kwa sababu vinanitii mimi. Kwa maana hiyo ukiwa na sura yangu ndipo vitakavyoweza kukutii. Nadhani mpaka hapo tunaelewana. Kwa sura ya Mungu aliyopewa Adamu ndiyo iliyokuwa inamwezesha kuvitawala vitu vyote. Lakini kilichotokea ni kwamba hiyo sura ya Mungu ilikuwa sio inayokuwa exported, haina connection na source. Yaani ni sura umepewa, lakini hiyo sura inategemea na mahusiano yako. Yaani ni connection, maana yake umepewa sura lakini haujitegemei. Ni ile sura ya Mungu ni ya kiroho, si ndio? Kwa sababu Biblia inatuambia kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 23 kama sikosei, ya kwamba Mungu ni roho na maabudu yanapaswa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Kwa maana hiyo sura ya Mungu aliyopewa mwanadamu ni asili ya kiroho aliyopewa binadamu. Mpaka bila shaka tumepata picha kidogo, connection, najua utapata kuelewa. Sasa hiyo sura ya Mungu ambayo asili yake ni ya kiroho aliyopewa binadamu ilikuwa mwanadamu sio kiroho 100%, si ndio? Kwa maana hiyo kiroho wake ni dependent kwa spirit, si ndio, ambaye ni Mungu mwenyewe. Sasa kilitokea mwanadamu akasikiliza asili nyingine ya kiroho ambayo ni ya shetani, ambayo yenyewe ishaasi. Kwa hiyo mwisho wa siku akaidiminish, akaharibu ile sura yake ya kwanza aliyokuwa nayo ambayo ni mfanano wa Mungu ili aweze kutawala. Kwa maana hiyo akapoteza mamlaka ya nini? Ya utawala. Akaiharibu. Japokuwa amebaki na ile physical being. Sasa tunapokuja kwenye swala, baada ya kuiharibu uliandaliwa mpango mkakati na ukafanikiwa Mungu kumtuma mwanae aliye sura yake. Sasa akamtuma mwanae mwingine ambaye ni tofauti na huyu wa kwanza, kwa sababu huyu wa kwanza tayari ashaharibu. Sasa akamtuma mwanae aliye yeye mwenyewe, aliye mfano wake yeye mwenyewe kwa kila kitu 100%. Akachukua asili nyingine ya huyu mwanadamu ambayo ni functionality hapa duniani, akaichukua kwa sababu hii ya kwanza imekwisha kuharibiwa na haiwezi tena kutawala. Haiwezi tena kuwa redeemed katawala yenyewe. Ishaharibu kabisa, ishaharibu. Sasa inatawalaje? Inabidi itengenezwe asili nyingine ambayo itaweza kushinda. Ndio maana ukitaka kujua shetani alivyokuja, alisema kitu kimoja wakati Yesu amekuja duniani. Anambia vitu vyote ni vya kwangu, nampa kila nimtakaye. Yaani nampa, manake na utawala navyo. Lakini ukitaka kuangalia, angalia Yesu anapokuja kuzungumza baada ya ufufuo. Kitabu cha Mathayo sura ya 28 kuanzia mstari wa 18 anaposema nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Kwa maana hiyo sasa, ikiwa manake Yesu alipewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Duniani ndio tunapokuja kuzungumza. Duniani aliyekuwa na mamlaka yote alikuwa ni Adamu kabla ya kuasi. Baada ya kuasi akayapoteza hayo mamlaka. Yesu kwa kufanyika mwana wa Adamu na akashinda dhambi, akalipa deni la Adamu, yeye ndiye anapokea mamlaka yote. Mpaka hapo tuko pamoja. Ndiye anapokea mamlaka yote ya wapi? Hapa duniani. Lakini kumbuka huyu ni Mungu, kwa maana yeye ana mamlaka yote wapi? Mbinguni na wapi? Na duniani. Sasa tunakuja kwetu sisi tulio wanadamu sasa. Mpaka hapo tumeelewa point fulani. Bado tuko kwenye general term. Tutakuja kwenye specific term inayokuhusu wewe binafsi. Lakini japokuwa hapo unaweza kupata picha kidogo, lakini tutakwenda hatua kwa hatua. Sasa tunapokuja kwenye hiyo sehemu ya kwamba mwanadamu katika Kristo Yesu, si ndio? Yesu Kristo ndiye anakuja kupata mamlaka yote duniani. Maana yake ndiye sasa aliishi kusudi. Ndiye aliishi nini? Kusudi la Mungu, akashinda. Specifically yeye kusudi lake ilikuwa nini? Ilikuwa ni kumdhihirisha Mungu katika ulimwengu huu, na hivyo akaidhihirisha. Ndio maana akasema, ndio maana Yesu anakuja kusema, anasema jina lako nimelidhihirisha, utukufu ulionipa nimeudhihirisha, nipatie utukufu uliokuwa nao na nini. Maneno utapata kitabu cha Yohana sura ya 17. Lakini sina haja ya kwenda hapo hasa. Kwa lengo la kusudi la Mungu la kwanza la binadamu, na anapomo binadamu anamaanisha humankind, wote binadamu, lilikuwa ni utawala, ila kutawala kwa sura
yake, maisha yaishi katika hali ya kutawala, lakini katika sura yake yeye anavyotakiwa kutawala. Sasa mwanadamu akapoteza, na baada hapo dhambi ikaingia. Sasa ikawa tunaishi kwa utawala, tukitaka vitu tuvitawale kwa manufaa yetu sisi binafsi, kwa sababu tayari tumeshakuwa independent, si ndio? Spiritually tumeshaamua kuwa independent, maana yake tuko dead spiritually. Ukishakuwa dependent spiritually, maana yake umekufa, maana hakuna existence spiritual apart from God. At the end lazima uwe na ukomo, si ndio? Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba mwanadamu kusudi lake linapotea. Kwa hiyo anaishi maisha ya kupapasa, kwa sababu maisha aliyoumbiwa tangu awali alikuwa ni ya kusudi, ndiyo yangeleta furaha, ndiyo yangeleta amani, lakini baadaye analipoteza kwa sababu sura ya Mungu imepotea. Kwa sababu sura ya Mungu imepotea, kusudi lazima lipotee. Kwa maana hiyo mwanadamu anaishi maisha ya kulitafuta kusudi kila siku. Wakati huo anashindwa kujua kwamba kusudi lilikuwa limefungamana na sura, halijafungamana na kitu kingine. Kusudi limefungamana na sura. Mpaka hapo nadhani tunaelewana. Kusudi la binadamu limefungamana na sura. Sasa tunakuja, mwanadamu anahangaika. Ndio maana ukija kusoma sura ya 4 ya kitabu cha Yohana, Yesu anapozungumza yule mwanamke Msamaria, anakuja kusema ya kwamba neno moja, anaambia kwamba yeyote anyaye maji haya ataona kiu, lakini atakayekunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu tena, bali atakuwa na chemchemi ya maji ikibubujika ndani yake. Sasa tunaweza kuja kujua ya kwamba kumbe mwanadamu yoyote asipokuwa na sura ya Mungu, maisha yake hayana kusudi. Na maanisha nini? Kwa sababu kuna ile tunaweza kuwa tunahangaika na mimi labda nimeomba kufanya kitu fulani, nimeomba kuwa kitu fulani, nimeomba kuwa kitu fulani, nimeomba kuwa kusudi langu ni hivi, lakini sawa vile ni specific task, lakini kinachobeba hicho kitu, kwa sababu sasa kusudi langu mimi ni mwimbaji, nimejua kusudi langu ni mwimbaji, nenda kaimbe nyimbo za dunia, kaimbe, then utakugundua kuna kitu kusudi lako sio uimbaji. Ni sawa, Mungu amekupa skill fulani, lakini hiyo skill inabatana na sura. Kwa hiyo as long as huna ile sura, hata kama ni biashara haitokai kutosheleza. Kwa hiyo lazima utafute sura katika hilo. Ndio maana wengine wameamua kuacha kazi kwa sababu tu anaamini kusudi langu mimi tu ni kuhubiri. Na sometimes anaamua kuwa mchungaji, anaamua kuwa mwinjilisti, lakini atakula na kuwa frustrated. Kwa sababu gani? Kwa sababu anadhani kusudi lake ni utendaji. Kusudi alijafungamana na utendaji. Kusudi limefungamana na sura. Ndio maana nasema tumfanye mtu kwa sura yetu. Sasa tunafuata ni wakatawale. Kwa hiyo lazima kitu cha kwanza ni sura. Na aliye sura ya Mungu ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa, kwa sababu sisi tunaumbwa upya katika Kristo, ndio maana Biblia inasema kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, amekuwa new creation, amekuwa uumbaji mpya. Maana yake sura mpya inaumbwa. Lakini hii sura inaumbwa katika Kristo. Kwa hiyo kumwamini Kristo, Mungu anakurejeshea sura yake iliyopotea. Katika wapi? Katika roho. Ndio maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3. Kwa hiyo sasa ndani ni mstari wa 6 wa 7, ukiangalia hapo utakutana hilo fungu. Sasa tuende kwenye hoja ya maisha yetu sisi binafsi. Sasa wewe mmoja mmoja unahangaika, mimi kusudi langu labda ni kuwa daktari, labda kusudi langu mimi ni kuwa hivi, mimi kusudi langu ni kuwa hivi, ndipo nitakuwa satisfied, ndivyo nitakuwa happy. Lakini ngoja niambieni kitu chepesi sana. Kusudi lako ni kuwa daktari, alafu naishi miaka 20 unakufa, then what? Yaani kama kusudi lako ni hilo, alafu naishi miaka 10 unakufa, then what? Kusudi lako ni kuwa mfanya biashara mkubwa, utapata mabilioni ya pesa, billions of companies, multi-billion companies, lakini bado utakufa na vile vitu huenda vikapotea vyote, ama vikabaki vikafaidia wengine ndio kaifaidi tena kuliko wewe, then what? Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba okay, swala sio kuwa maskini. Hapana. Swala ni kujua kuwa na sura. Na hapo ndipo nakwenda kumalizia hii sehemu. Nadhani kama Bwana atanipatia neema ya kupata kingine cha kuzungumza kwenye hicho, basi nitazungumza, lakini ikiwa utakuwa na swali, basi utauliza ili kujua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Point inakuwa hivi, sura ya Mungu ndio iliyokupa utawala, si ndio? Kwa hiyo unapokwenda kwa Yesu ukapata sura ya Mungu, utakuwa kwenye kazi yoyote ambayo atakuongoza kuwepo, yoyote, hata kama ni biashara, hata kama ni nesi, lakini kusudi la kuwa pale ni kudhihirisha sura ya Mungu. Basi nitarudia pointi hii ya kwamba ukishaipata sura ya Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo, ukaumbwa upya katika roho, si ndio?
ukaumbwa upya katika nini? Katika roho. Umepata sura ya Mungu. Kinachofuata ni utendaji sasa, kudhihirisha ile sura ya Mungu. Ndio maana hiyo pointi ya kwanza inaanza, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Pointi ya pili ni wakatawale, si ndio? Sasa pointi ya pili ndio hiyo, umeshampokea Yesu Kristo, unaombwa upya. Wakorintho wa pili 5:17, si ndio? Unaombwa upya, na ile Yohana wa kwanza, Yohana sura ya 3, si ndio? Unazaliwa upya, si ndio? Unaombwa upya katika Kristo. Unapoombwa upya katika Kristo, maana kisa hiyo sehemu ya kwanza ya uumbaji ile ya Genesis ya Mwanzo 1:26 inakamilika. Sasa unaombwa upya katika sura ya Mungu. Kinachobaki, kinachotakiwa kufuata ni utawala. Sasa huu utawala unafanyikaje? Ni yeye ndiye anayekuongoza. Ndio maana Yesu Kristo ukiangalia maisha yake akasema, sema nyanya yangu mwenyewe, sisi ninavyotenda mimi ni anatenda Baba, kwa sababu tayari huu mwili uko na vita. Kwa hiyo sasa sisi tunaishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, si ndio? Sasa unaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu, popote utakapokuwa utafanya biashara. Kama ni huduma utafanya, kama wewe ni ishi ya huduma, labda ni mwalimu, labda ni nesi, labda ni daktari, au ni vyovyote, kama wewe utakuwa mkulima, utakuwa driver, utakuwa kazi yote utakayopata, yoyote ile utakayopata. Katika hile wewe utatakiwa kudhihirisha sura ya Mungu. Yaani haijalishi itakuwa ni kazi ya namna gani ambaye atakuongoza uifanye. Lakini katika hiyo utabidi udhihirishe sura ya Mungu. Sio tu kwamba okay, lazima mimi nikipata kazi fanye, lazima sasa mimi niwe mhubiri kwenye ile ofisi yote, mimi ndio sasa mimi niwe mhubiri. No, unaweza usubiri kabisa sura ya Mungu. Mungu anadhihirika kwa njia nyingi. Kwani sisi Mungu anadhihirika kwa njia ya Biblia peke yake? No. Hata jinsi anavyotenda mambo, tunavyosoma alivyowatendea watu wengine, jinsi watu wengine wanavyotenda, tunaijua sura ya Mungu. Katika Kristo ndipo tunaiona sura ya Mungu in perfectness. Kwingine kote inaweza kuwa na machangamoto kwa sababu ya asili ya binadamu. Lakini kwa Kristo tunaiona sura ya Mungu kamili. Katika nini? Si katika kunena peke yake. Si kama Yesu alivyonena tu ndipo tunajua sura ya Mungu, alivyotenda. Kwa sisi katika kutenda tunaidhihirisha sura ya nani? Ya Mungu. Kwa maana pale tunapokuwa kwenye ofisi, unapokuwa shirika anatafuta kusudi la Mungu, sasa mimi niache hii kazi nikaanza kutafuta labda kuna kusudi langu jingine. Kitu cha kwanza, tengeneza sura ya Mungu katika maisha yako. Katika sura ya Mungu, ukiwa sura yake Mungu inataka idhihirike ukiwa hapo ofisini. Fanyia kazi hapo, uidhihirishe sura ya Mungu hapo. Kama wewe ni mfanyabiashara, pata sura ya Mungu tu. Ukishaipata, idhihirishe sura ya Mungu katika biashara yako. Unavyotenda kazi watu wamuone Mungu, kwa sababu kusudi la Mungu ni sisi tudhihirishe sura ya Mungu kwa walioko hapa na kwa wasiokuwa hapa. Kwa sababu ulimwengu huu ni kama kasinema fulani hivi kana kuangaliwa na vitu na viumbe wengi sana. Wanapoiona sura ya Mungu na vita kati ya dhambi na wema, dhambi na haki, kati ya wema na uovu, kati ya shetani na Kristo. Kwa hiyo sasa sisi tunadhihirisha sura ya Mungu kwa wasiojua, lakini hata kwa wanaojua. Tunadhihirisha sura ya nani? Sura ya Mungu. Wanaomjua Mungu wanaiona sura ya Mungu, na wasiomjua Mungu wanaiona sura ya Mungu. Wanazidi kujifunza kuhusu Mungu. Sasa wewe cha muhimu ni sura ya Mungu. Ukishaipata sura ya Mungu, uruhusu Roho Mtakatifu akuongoze katika kuidhihirisha sura ya Mungu katika kazi unayofanya. Unaishi kwa ajili ya Mungu, kwa sababu kama unaishi hivyo kwa ajili ya Mungu, ndio hiyo sentensi inayokuja ya Yesu Kristo ya kwamba anyewe maji hata una kiu tena. Yaani wewe utakuwa unaishi unajua kabisa hapa nipo tu kwa ajili ya kudhihirisha sura ya Mungu. Nitafanya biashara ni kwa ajili ya kudhihirisha sura ya Mungu. Na muda wangu utakapoisha nitaondoka. Nitakwenda kupumzika kaburini, si ndio? Then Yesu atakapokuja atanifufua nikaishi naye sasa milele siku zote. Sasa na then siku zote miaka 1000 mbinguni, then tunarudi zetu hapa duniani. Sasa hapa ndipo tunaishi maisha ya kuishi hapa milele siku zote. Katika sura ile ya Mungu aliyotumba nayo, tutaingia hapo tuliyokuja kuipoteza. Tunaipokea katika Kristo, maana yake Kristo sasa anakuwa mkuu. Kama hivyo tungekuwa watoto wa Adamu, kama Adamu asingeliasi, ndiye maana yake angelibaki katika sisi ndio tungekuwa tuko kana kwamba sio nisemeje, yeye ndio baba yetu sisi wote, tungekuwa dunia yeye ina dhambi ina nini, sosi yetu angekuwa ni Adamu. Lakini sasa Adamu ashapoteza. Lakini sasa tumepata mwingine, mrithi mwingine ambaye ni nani? Ni Kristo, kwa sababu dunia ishauzwa, mrithi amekuwa Yesu Kristo. Sasa tunapodumu kumwamini yeye, kwa sababu hii sura ni kanuni ile ni kama ya kwanza, haitakaa isimame bila kuwa na mahusiano. Kwa sisi tunadumisha mahusiano na Kristo, ndiye anatuelekeza hata sisi tunaofanya biashara kila siku. Atakwambia okay, wewe ni mfanya biashara, toa mfano mfanya biashara. Wewe ni mfanya biashara, kafungue kampuni mahali fulani. Unafungua kampuni kwa sababu ni yeye ndiye amekuongoza, atakusaidia, atakupatia hekima, atakupatia msaada, atakupatia ulinzi, ile kampuni itafaulu. Faida utakayopata ndiye atakayekuelekeza. Hii umepata faida sasa hivi umepata kwenye kampuni ni milioni kadhaa au ni billions kadhaa, inategemea. Sasa hii
kiasi fulani wekeza hapa, kiasi fulani peleka, kuna effort mahali fulani inatakiwa ifanyike, kiasi fulani peleka kuna watu yatima mahali fulani, kiasi fulani kafanyie watu fulani, kiasi fulani kafanye hivi, kiasi fulani fanya kwa ajili yako mwenyewe. Anakuelekeza namna ya kufanya. Sasa wewe unakuwa unafanya kazi ukirepresent sura ya nani? Ya Mungu. Na muda utakapofika tukana mwanangu umemaliza sasa kampuni hii, mpatie fine, endeleze kazi, wewe muda wako umefika. Tukija kuangalia hata wale manabii na wafalme, wengi walikuwa karibu na Mungu walikuwa wanaambiwa, si ndio, kwamba sasa wewe kama Elia aliambiwa muandae mtu kwa sehemu yako, maana yake muda utafika utaondoka, na muda ulipofika Elia aliondoka. Sababu alijua sasa muda wangu umefika, nimemaliza kudhihirisha sura ya Mungu. Sasa sikilizeni niwaambie ndugu zangu na rafiki, tunamhitaji Yesu Kristo, tunamhitaji Mungu. Ajalishi imani. Inawezekana wengine akawa ni Muislamu anaangalia, inawezekana kama ni Mkristo, inawezekana asiwe katika hayo yote mawili. Mwanadamu yeyote ameumbwa kwa kusudi. Kama vitu vyote vipo hapa duniani kwa kusudi, vivyo hivyo sisi tunalo kusudi, na kusudi letu ni kuvitawala, ila hatutavitawala bila kuwa sura na Mungu. Sasa hiyo utawala ndio sasa wenda wakati mwingine tutapata nafasi ya kuzungumza, lakini nadhani umepata picha halisi. Na wala swala sio issue ya kwamba unatawalaje na nini, kwamba nini na command bali na command hiki. No. Tunafanya vile Mungu anavyotaka. Kwani Mungu ana command kila siku vitu? No, vinakuwa na systems na nini kama ambavyo ameweka. Dunia yote inatawaliwa na Mungu. Hii solar system inatawaliwa na Mungu. Lakini ameicommand kufanya jambo fulani. Na always iko pale. Si leo anajisikia anasema hiki, yeye kesho anajisikia afanye hivi. No. Sasa nitimisha kusema hivi. Unapotafuta kusudi la maisha yako, usihangaike sana kutafuta kusudi nje na sura ya Mungu. Kwa sababu hii ni simple principle. Neno la Mungu ni rahisi sana, lakini inaweza kuwa gumu kwa sababu shetani hataki tuone key principle. Ni hizi mbili tu. Ya kwanza ni kuipata sura ya Mungu. Ukishaipata ni kudumu katika mahusiano naye. Na huyo uliodumu naye anakupatia Roho Mtakatifu. Ndio maana kitabu cha Warumi na kitabu cha Wagalatia sura ya 8 na sura ya nadhani ya 5. Anasema sura ya 8 hasa ukisoma sura ya 8 ya kitabu cha Warumi ndipo anasema ya kwamba wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa Mungu. Si ndio? Kwa sasa sisi unapopokea sura ya Mungu na Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza. So it's not up to you. It's up to him. Sio juu yako wewe kuhangaika. Ukishakuwa sura ya Mungu ndiye anakuongoza namna ya kutawala katika sura yake. Kuidhihirisha sura yake katika ulimwengu huu. Si ndio? Kwa hiyo tangu leo sasa wekeza kuitafuta sura ya Mungu. Sasa kujifunza tunaweza kufanyaje, mambo mengi ya muhimu sana katika hiyo habari ya wokovu. Lakini nimekupatia hint ambayo kwa neema ya Kristo Yesu utapata kujifunza jambo. Achana na stress. Mwenyewe nimehangaika na stress. Nazijua ni mbaya sana, zinakondesha, zinatesa na vitu vingi sana. Lakini unapofika mahali ukatambua kwamba okay, kwa nini unahangaika? Then what? Afuka rudi kupata neema ya Kristo, kujua kwamba okay, maisha maana yake ni nini? Mwanadamu katoka wapi? Hayo ndio maisha yake. Then utafanya biashara, utalima, utafuga, utaoa, utaolewa, utazaa watoto. Maisha yatakuwa hivyo kwa sababu umejua kama mimi ninaishi kwa kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni kudhihirisha sura ya nani? Ya Mungu. Sasa unakuja unaweza kusidhihirisha in perfectness kwa sababu ya asili ya mwili. Si ndio? Sasa hiyo ni kazi ya utakaso ya kila siku. Ndio hiyo haihitaji kukata tamaa, eti mimi ni dhambi sana nataka mtakatifu kamili leo, then unaanza kuwa legalistic. No, lazima utegemee Roho Mtakatifu. Na yeye ndiye anayedhihirisha sura ya Mungu, sio wewe. Sio wewe, nadhani nitakuja kujifunza siku nyingine. Lakini sio kazi yako, ni kazi yake yeye. So wewe una rest. You rest completely. You rest completely. Ni kazi yake, sio kazi yako. Ataifanya ndani yako ukimpa nafasi. Mpe nafasi Yesu leo, mchague. Ikiwa una swali, andika kwenye comment. Dhani mengine tazidi kuwasiliana kwa neema ya Mungu. Naomba kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Mungu akutie nguvu, akusaidie katika vita ya kila siku ya maisha yako. Unaposonga mbele, natamani kusema lakini muda utoshi. Hautoshi kwa maana video itakiwa kuwa ndefu sana. Kwa hiyo pata nafasi nyingine kwa neema kujulishana yaliyo mengi kumhusu Mungu na safari ya maisha sisi hapa duniani. Tutakia siku njema kwa jina la Yesu. Amen.